katika eneo hilo. Na mtazamaji, basi hiyo taarifa yake Ibrahim Karanja ndio inayotuleta kwenye mazungumzo ya siku ya leo kwenye sehemu ya matukio ya wiki, ambapo kama nilivyokujuza ni naye Daktari Likaka Luchetu ndani ya studio, ambaye ni mtaalamu wa masuala ya usalama, vilevile mchanganuzi wa masuala ya uongozi bora. Vilevile tunaye Maimuna Mwidau kutoka kaunti ya Mombasa ambaye anazungumza nasi moja kwa moja, na huyu hapa mtazamaji ni mchanganuzi wa masuala ya siasa na uongozi bora. Karibuni sana kwenye leo mashinani. Nashukuru, asante. Naam, Maimuna, niruhusu nianze na daktari hapa ndani ya studio, manake tunaanza kwenye hilo swala la Laikipia, usalama wa Laikipia. Daktari, pengine unahisi kwa nini, manake sasa nadhani kwamba inaingia kukamilika muda wa wiki moja wakati ambapo maafisa wa usalama wanapambana na majangili katika eneo la Laikipia. Pengine nadhani ni kwa nini hili limechukua muda mrefu kiasi hiki? Asante ndugu yangu. Kwanza niseme kwamba ni heko kwa serikali kuweza kuingilia kati na kuona kwamba inaweza dumisha amani, kwa sababu swala hili ni swala nyeti ambapo unaona kwamba wananchi wanateseka na vile vita ambao majangili ambao wameingia kule wamesukumwa na siasa. Niseme inachukua muda kwa sababu ya ule msukumo wa siasa, kwa sababu wale wanasiasa ambao wanaingilia na kuwachochea wananchi wameweza kuwapatia wananchi nguvu hawa majangili ambao wamekita mizizi kwenye mashamba haya na kukataa kuondoka. Lakini mikakati ambayo na operation ambayo serikali imeanza kufanya, huenda wakati wowote wataweza kuwadhibiti na kuwaondoa. Na bila shaka daktari, kuna viongozi wawili ambao tunarifua kwamba wametiwa mbaroni tayari. Je, unahisi pengine hili linatosha ama bado waendelee kuwindwa? Manake kumekuwa na tetesi kwamba viongozi wanahusika sana kwenye swala hili. Ukumbuka kwamba swala la mashamba ni swala ambalo ni la kisiasa. Na ni vyema kwamba viongozi wale ambao wanaweza kuwa wamepatikana na hatia kwamba wamechochea ama uchunguzi umefanya na kuonyesha kwamba wanahusika, waweza kukamatwa na kupeleka kwenye mahakama vile kunavyoendelea sasa, na pengine huenda wengi wataweza kushikwa na kupeleka kule mahakamani. Ni kwa sababu viongozi wameweza kutumia nafasi hii kuweza kupata ile kujiandaa kwa sababu ya uchaguzi ambao unakuja hapo mwaka ujao, ama kuona kwamba ni nafasi nzuri kwa sababu zile land leases za mashamba kule juu huenda ikawa kwamba inakuja kule mwisho, na wanaona kwamba kwa sababu tunaelekea tamati na hiyo contract ambayo haijakuwa renewed, inawapatia nguvu kuweza kuwachochea wananchi. Na ni vyema serikali iweze kupigana kwa vita hivi, hasa aidha kwa kupitia njia za kisiasa na kupitia kwa njia ambayo ni mazungumzo, na tunaona kwamba waziri ako kule mashinani kuhakikisha kwamba anafanya mazungumzo haya na kuona kwamba anawapatia nguvu ile operation ambayo inaendelea. Na asante sana daktari. Maimuna, manake viongozi wamehusishwa sana na swala hili, na si ajabu kwamba ni swala ambalo linaibuka wakati tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, mwaka 2022. Je, unaipata kwa ajabu kwamba ni wakati sasa ambapo viongozi wameanza mambo haya? Wapo ni kweli kwamba swala la ardhi ambalo linazungumziwa katika sehemu hiyo linafungamanishwa na viongozi? Ni ajabu. Asante Wambua. Kama daktari alivyosema, hili ni swala la usalama na ni swala la kisiasa. Kama ulivyouliza, si ajabu kwa sababu matamshi ya wanasiasa yameanza kuwa ya chuki, na wanaangalia katika sehemu ambayo inaleta mahangaiko makubwa, kwa sababu swala la ardhi Kenya nzima ni swala la utata. Kwa hiyo wanapokuwa wanasiasa wanalitumia kuendeleza hoja zao za kisiasa na kuendeleza chuki, ni katika ile hali ya kuanza taharuki kabla ya watu kujiandikisha ama watu kujitayarisha kwenda kwenye uchaguzi. Inapokuwa nyumba zinachomwa, inamaanisha wale ambao walikuwa wamekaa sehemu zile wawe wametawanyika, na wanapokuwa wametawanyika, basi ile ufuasi utagawanyika. Kama ni ufuasi wa mtu fulani utagawanyika, na ni kupunguza ile idadi ili wapate kuwa na idadi wanaoitaka, wanaohakika nayo. Kwa hiyo kuingilia katika siasa na kuleta swala la shamba wakati huu ambao ni miezi karibu 10 tu kabla ya uchaguzi, hii ndio mwanzo wa kuanza matatizo wakati uchaguzi utakapofika na baada ya uchaguzi. Na Maimuna, pengine unahisi pengine kuna nia
ya kutosuluhisha matatizo ya ardhi nchini ili pengine kutumiwa na wanasiasa. Hii sizungumzii Laikipia peke yake, lakini kwa jumla kote nchini, manake inafika wakati wa siasa sasa viongozi wakaanza kupiga siasa zao kule maeneo mashinani, wanaanza kuzungumzia masuala ya ardhi ambayo hayakosi kujitokeza katika kila wakati uchaguzi mkuu. Je, unahisi pengine kuna nia, deliberate effort ya kutosuluhisha swala hili la ardhi ili kuweza kuzua masuala hayo wakati wa siasa? Maimuna, unanipata? Aha, hilo swali mtazamaji. Maimuna pale naarifu kwamba picha yake imekufa ganzi, muda si mrefu itakuwa na suluhisho, kisha tuzungumze naye. Daktari, hilo swali nitalielekeza kwako. Je, unahisi pengine kuna mpango na nia pengine ya kutosuluhisha masuala haya ya ardhi, kuna kwamba pengine baadhi ya viongozi wanayatumia wakati wa kura? Kuna nia na kuna uwezo, kwa sababu unapoangalia kwenye historia utaona kwamba kuna kamati ziliundwa hapa awali kuweza kusuluhisha masuala ya mashamba. Kwa mfano kuna ile Ndungu report ambayo haijajitokeza vizuri, lakini utaona kwamba kulikuwa report hiyo ilituelekeza kwamba kuna mambo ambayo inataka tushughulikie, ile historical injustice ambayo ilikuwa inahusika na mambo ya mashamba. Pili, kuna ile TJRC report ambayo tena swala nyeti hapo tena ilikuwa swala la shamba. Hivyo kuna ile National Code ambayo ilikuja wakati baada ya ile machafuko tulikuwa nayo. Tena kwa ile Agenda 4 kulikuwa na haja kushughulikia masuala kama haya ambayo yanaendelea kuepuka kila wakati. Kumaanisha kwamba nia iko, lakini pengine ile nguvu ya kisiasa ama msukumo ule ili kuhakikisha kwamba wananchi wote wanapata haki, kwa sababu swala la shamba Kenya limekuwa nyeti sana, na kila wakati baada ya miaka 5 tunaona kwamba matatizo hutokea pale kwa sababu ya mambo ya shamba na wale ambao wanapata vita na kuweza kufukuzwa. So huenda itabidi wao wanasiasa waweza kuona kuweka mikakati dhabiti kuona ni vipi wataweza kusuluhisha mambo ya mashamba iweza kukamilika vizuri. Aha. Kisha naarifu kwamba sasa hivi tunaye Maimuna. Maimuna, karibu tena, na nadhani kwamba kidogo mtandao wako ulikuwa umeleta tatizo. Hebu nikuulize hili swali. Manake tunazungumzia swala la viongozi kuhusika kwenye masuala haya. Unahisi pengine juhudi ambazo zimewekwa tayari kule Laikipia zinatosha, ama ni lipi ambalo linahitaji kufanyika kuona kwamba pengine haya hatutayashuhudia tena siku za hivi karibuni ama siku za usoni? Wambua, jambo moja ambalo ni muhimu sana litendeke ni kwamba kuna ile ripoti ya kuhusu masuala ya historical injustices na ni muhimu itekelezwe kwa sababu iliangazia sehemu zote za nchi ya Kenya. Hili tatizo lazima litatuliwe. Kwa hiyo lifuatiliwe na itekelezwe. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, viongozi ambao wanahusika na masuala haya ya kutokuwa na usalama na kutia hamasa watu wapigane, waibiane wanyama, pia lazima hatua ichukuliwe. Kama viongozi hao wanataka kusimama uchaguzi ujao na kama wameonekana wamehusika, basi waambiwe kwamba hawawezi tena kusimama katika uchaguzi kwa kiongozi kwa sababu ya tabia zao mbaya. Hiyo ni muhimu zaidi itekelezwe kabla uchaguzi haujafika. Na isitekelezwe Laikipia peke yake, pengine Laikipia ndio mwanzo. Ni muhimu itekelezwe Kenya nzima kwa sababu hili swala limekuwako kwa miaka mingi na kila mara linapozungumziwa linasahauliwa baada ya dakika 2 ama 3. Badala ile ripoti kutekelezwa Kenya nzima, tujue linatatuliwa yale matatizo ya shamba, matatizo ya watu wenye kuiba mali ya wenzao yamalizwe. Alafu tuangalie mbinu ya kugawa mashamba kama itawezekana kwa wale ambao hawana. Na wale ambao na mashamba makubwa zaidi waangaliwe pia vipi wataweza kumudu zile sehemu walizonazo. Kwa hiyo muhimu hapa ni kwamba suala la ardhi litatuliwe na suala la usalama lihakikishwe limetekelezwa kwa sababu kuna sehemu zingine Kenya ile serikali pia haijulikani kama ipo. Kwa hiyo kuingilia sehemu tu wakati kumetokea maafa kama haya si suluhu. Suluhu ni kwamba uonekane kwamba kuna usalama, serikali ina vikao vyake kule, serikali ina ofisi zake kule, serikali ikibidi iweke mapolisi na jeshi sehemu fulani, ni lazima iweke ule usalama. Hawa watu wanaoingiliana na kuibiana na kuathiriana ni watu ambao wanajuana, si mtu wa nje mbali sana. Hawa ni watu wanajua. Ikiwa inspector wa polisi anasema usalama umedumishwa na siku ya pili tena ya mambo yametokea tena, inamaanisha hawajui hawa watu wako upande gani. Naam. Asante sana Maimuna Mwidao kutoka kaunti ya Mombasa.
Ningependa tuache hilo swala kwa sasa. Ibrahim Karanja atakuwa anatuandalia taarifa kutoka sehemu hiyo. Tuendelee kupata taarifa kutoka kwa vyombo vya kiusalama kutoka upande wa serikali. Kisha tuone hali itakuwa namna gani, kama itasuluhishwa ama bado atazidi kuhangaisha wananchi, lakini tuna matumaini kwamba hatua itachukuliwa na basi amani itarejea katika eneo hilo. Lakini kabla tuendelee kwenye swala jingine, swala la kisiasa, hebu tupate taarifa moja kisha tuendelee na huo mdahalo. Viongozi wa kaunti ya Kilifi wameunga mkono uamuzi wa gavana wa kaunti ya Kilifi na Amason Kingi kuunda chama kipya chenye chimbuko